Otianga Wonderongo Central Kanyingombe ine maweri sani. Otianga Wonderongo Central Kanyingombe ine maweri sani. Wonteri Henry gi Miriam Tina ine machogewa. Wonteri Henry
Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba wafanyikazi walipwe every month. Saa hizi makampuni hizi bado wanalipa wafanyikazi baada ya miezi 2-3, mpaka saa zingine sisi kama serikali tunakuja kulipa wafanyikazi wa kampuni ya sukari, na ile hali hawafanyii kazi serikali, wanafanyia kazi kampuni. Na jambo la tatu, tuhakikishe ya kwamba vile wakulima wa kahawa na chai wanalipwa bonus, sisi tunataka wakulima hapa wa miwa pia walipwe bonus. Na hiyo mpango tumemaliza, tumekamilisha kuanzia mwaka huu, end of this year, wakulima wa miwa hapa mtaanza kulipwa bonus, na mimi mwenyewe nitakuja kuwasimamia hiyo maneno. Vile vile, ili kuzalisha mambo ya kilimo, na tumeweka mpango ya sawasawa, tumejenga soko kama hii ili wakulima wakitoa mazao yao shambani isikuje hapa ikaharibika. Hii soko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali wafanyabiashara watafanya biashara. Wakilete nyanya ama mboga, kutakuwa na mahali ya cold room isiharibike, wanaweza kupata mapato yao na kuweza kuzalisha chakula ya kutosha. Tuko pamoja jameni? Na sio soko moja hii peke yake. Hapa Migori tunajenga soko 11 kama hii. Na vile vile tukikamilisha hizo soko 11 tutaongeza ingine mpaka tuwe na soko ya kutosha kuhakikisha kwamba mazao ya wakulima wetu haiharibiki, inafika sokoni na wakulima wanapata faida na wafanyabiashara wanaendelea, na tunapunguza njaa katika taifa letu la Kenya. Tunakubaliana jameni? Jambo la pili, mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya stima. Najua wananchi wengi hawajafikiwa na mastima makwao. Bado kuna wananchi wanaishi kwa giza. Kweli ama si kweli? Na sehemu hii ya Migori ilibaki nyuma kwa muda. Na ndio nimemwambia Waziri Opiyo Wandayi, hii Migori haiwezi kukaa nyuma tena. Tunataka kuhakikisha kwamba Migori inasonga mbele. Na ndio sababu hiyo huyu Wandayi yuko hapa. Tumempatia shilingi 1.9 bilioni ya watu wa Migori hapa. Na hiyo program ya stima, sikizeni ndugu zangu watu wa Migori, tumeelewana? Na hiyo program ya stima, nimemwambia huyu waziri ofisini anakaa siku 3. Siku 4 kwa wiki moja, siku 4 aende kwa raia, ahakikishe stima imetembezwa kila sehemu ya Kenya. So leo hapa Migori naanzisha program ya rural electrification, kufikisha stima kwa manyumba ya wananchi. Na hata kama nyumba yako sio ya ghorofa, hata kama sio ya mabati, uwekewe stima, utajipanga hapo mbele kujenga nyumba yako. Ama mnasemaje jamani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jambo la hili mimi nimefika hapa ni kwa sababu ya mambo ya mabarabara. Hapo nyuma tulikuwa na mambo ya mabarabara kwa sababu uchumi ilikuwa na matatizo. Lakini sasa tumeweka mpango maalum, tumemalizana na madeni ambayo yalikuweko. Hata hii barabara yenu ya kutoka hapa kwenda mpaka Rongo University, nasikia ni kilomita 8. Ilianza ikakwama. Hiyo barabara sikizeni. Sasa tumelipa contractor.
na tumempatia pesa akamilishe. Hawezi kutoka kwa hiyo barabara mpaka ikamilike, kuhakikisha kwamba sehemu hiyo inaendelea. Na kuna barabara zingine hapa Migori tumekubaliana na gavana na women rep na senator na wabunge wenu ya kwamba barabara 18 zitakamilika Migori County in the next 1.5 years, na tumeweka kwa budget sawa, tumeweka kwa budget. Na huyu ndugu yangu John Mbadi, si yeye ndiye mtu ya treasury, si yeye ndiye mwenye pesa. Tumeweka kwa budget shilingi bilioni 2 ya watu wa Migori kusukuma stima this year, tutaweka ingine next year mpaka Migori hii tukamilishe barabara zote. Tunaelewana watu wa Migori? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nyinyi mnajua mimi na baba tulikubaliana ya kwamba tuondoe siasa ya chuki na ukabila na siasa ya migawanyiko, tuunganishe Kenya, ndio tuhakikishe hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Mimi nawauliza watu wa Migori, tulifanya makosa kuunganisha Kenya hii? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wala wanasema tuungane. Kwa hivyo mimi na baba tuendelee kuunganisha Kenya ili tupange mambo ya maendeleo. Watu wengine wamekasirika na mimi ati mbona nimeweka Mbadi kuwa waziri wa treasury, ati mbona nimeweka huyu James Opiyo Wandayi kama waziri wa mambo ya stima, ati kwa sababu hawakunipigia kura. Mimi nimewaambia serikali ya Kenya ni ya Wakenya wote, wale waliopiga kura na wale hawakupiga kura. Wakenya wote ni wanaolipa ushuru, ama namna gani jameni? Na ni muhimu kuunganisha Kenya kwa sababu Biblia inatuambia mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hii nchi yetu itasonga mbele na baraka kama tutakuungana, tuwe watu wa nchi moja na taifa moja na hali moja. Watu wa hapa Migori mnasema tuendelee mbele jameni? Mnasema tuendelee mbele? Ama mnasemaje? Wale ndugu zetu, mimi nataka niwaambie tafadhali, let us remain focused, kwa sababu Kenya hii ile ya muhimu saa hizi ni kupanga vile wakulima watatuzalishia chakula, tuwasaidie tuondoe njaa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani iko na soko mahali ya kuuza isiharibike. Ya muhimu ni watoto wetu wasome, na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 76,000 in the last 2 years. Na nimeambia huyu waziri wetu John Mbadi aweke pesa ingine shilingi bilioni 2, tuhakikisha kwamba mwaka huu tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio watoto wa Kenya kutoka sehemu zote, usiwe na mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama watu wa Kenya. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wakipata elimu wanakuwa sawa. And that is what we are doing. Na tumesema pia ile higher education funding model tubadilishe, ili watoto wa kutoka jamii maskini wapatiwe scholarship ya serikali, wakienda university ama wakienda TVET 90% wapatiwe scholarship, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini pia wanaenda university kama watoto wa Wakenya wengine. Ndugu zangu, watu wa hapa Migori, mnasema tuendelee namna hiyo ama mnasema tuendelee namna gani? Tuendelee namna hiyo, tuunganishe Kenya, tusukume mambo ya watoto, watu wasome. Mnasema ni ajiri walimu wengine 20,000 wasomeshe watoto wetu. Mnasema tuwasaidie wakulima wetu watuzalishe chakula. Mnasema tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Vijana wa Migori hoye! Vijana wa Migori hoye! Nataka munisikize. Vijana mnasikiza? Nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? For the first time
we have a plan on youth employment. Hii mpango hii ya affordable housing na hii mpango ya masoko hapa Migori tunajenga nyumba 10,000 mpya. Jana nimetangaza ya kwamba ile shamba ya serikali iko Migori town. Sasa tutatoa hiyo shamba tujenge manyumba 2,000 ya Migori hapa Migori town. Na tunahitaji vijana wengi zaidi ya 5,000 wa kufanya kazi ya program ya affordable housing na markets. Vijana wa hapa Migori mko tayari ama mko tayari? Sikizeni tena jambo la pili. Mimi nawapatia mpango ya ajira yenu. Jambo la pili, tumekubali pale Jitume Center, pale mambo ya ICT, kila mbunge, hata mbunge wenu wa hapa Bwana Paul Abol, tumemwambia ajenge ICT hub in every ward in hapa Longo constituency. Na tunataka huyu mungwana, sikizeni, akijenga ICT hub, mimi naweka computer, mimi naweka internet, mimi naunganisha stima, mimi naleta walimu, ili hawa mahasla mnahangaika hapa, mwende kwa ICT hub, mufinye computer, muweke pesa kwa mfuko. Mutajipanga ama mtangojea? Mutajipanga ama mtangojea? Mutajipanga? Mutajipanga? Sasa wewe Bwana Paul, harakisha mambo ya hawa vijana. Wanataka pale kwa sababu tayari tumekubaliana na kampuni nyingi duniani kwamba Kenya has the best human capital anywhere in the world. Na hawa vijana wanaweza kupata ajira wakati wanafanya kazi katika mitandao, ili mitandao isiwe ni mahali ya kutukanana. Mitandao iwe ni mahali ya kupanga ajira. And that is my commitment, ya kwamba tutazungusha mambo ya internet, tutahakikisha kwamba kuna ICT hub so that we can hire more young people in the digital workspace, tuhakikisha kwamba we have digital jobs that can supply labor to the global community from our homes.